Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, weekend hii kule nchini Uingereza huenda tukajua nani atakaye shinda ligi, maana Jumapili hii kutakuwa na mtanange ambao utakutanisha miamba wa soka kule ambao ni Liverpool wakipiga dhidi ya City ugani Etihad. Tutabaini nani atakaye kuwa bingwa wa ligi hiyo, maana wanasema kwamba yoyote yule ambaye atakayeshinda katika mchuano huo basi moja kwa moja atakuwa na nafasi kubwa ya kushinda ligi hiyo. Kadhalika humu nchini Kenya, Tusker FC ambao ni wana vileo hiyo kesho watawalika Gor Mahia, mechi ambayo itaandaliwa kuanzia mwendo wa saa 9 alasiri. Na kadhalika mtazamaji, katikati mwa wiki kumekuwa na michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, mambo yakatokea yaliyotokea. Kwa hivyo ni kukaribishe katika makala ya siku ya leo ya Mishemishe Viwanjani tarehe 8 Aprili mwaka 2022. Katika makala ya siku ya leo ambako tutaangazia mambo mbalimbali, mambo hainati kutoka nyuga zote za spoti, si riadha, si raga. Kadhalika tutaangazia ndondi. Na mie ni wako wa siku zote mpenzi mtazamaji, kijana mkomavu kispoti, Kaka Tomo Gega. Na studioni siko peke yangu, ni naye Kaka Lamek ambaye tutashirikiana naye angalau kufanikisha makala ya siku ya leo. Kwa hivyo ndo mkoko na alika mwa hivi tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii, hashtag ni Mishemishe Viwanjani. Awali ya yote sitaki niandikie mate na wino upo, ni mkaribishe studioni ni Kaka Lamek. Lamek. Yes. Vipi? Poa sana. Msabahi mtazamaji, kadhalika tuambie leo hii umevaa ki Barcelona. Liverpool ziki Barcelona. Ama hii ni Liverpool. Liverpool ona. Kwa sherehe ya kwamba weekend hii watakuwa na ushindi. Niko nyuma yao washinde. Kwa hiyo hali imekwaje tangu tuachane nawe Ijumaa iliyopita? Michezoni wanasema vipi huko mitaani? Michezoni mambo mengi yamefanyika. Kuna timu ambazo zimefurahisha na kuna zingine ambazo zimeshangaza dunia. Kwanza tukiangalia kwa zile mechi za Champions League na zile za Europa Conference League kumekuwa na mishangao. Alafu pia katika ligi ya Kenya pia kumekuwa na mishangao kadhaa ambazo tutakuwa tunaelezea mtazamaji wetu popote alipo. Nazidi kumwambia ndio masaa ya kukaa katika mishemishe. Kule mtaani najua ushawafahamisha kwamba mambo yanafanyika. Mitandao ya kijamii wakupate vipi? Mitandao za kijamii Facebook, Instagram na Twitter ni jina moja, Lamek Prince. Hapo hivyo unanifollow then na kufollow back, alafu tunaongea mengi hapo inbox kuhusu sporti. Lile jina lako la utani wanakuita vipi? Maana labda huenda ndilo wanalifahamu zaidi. La mtaani ni bilionea. Wa pesa ama wa nini? Ideas ndio ziko kwa wingi. Na niko tayari kushare nazo na mafans wetu. Asi neno mtazamaji, muite Lamek huyo, kijana ambaye pia amebobea na kutopea katika ulingo wa michezo. Na Lamek,
Ilikuwa jana majuzi ambako kulisomwa bajeti ya mwisho ya serikali ya Kenyatta na Ruto, na Wizara ya Michezo walitengewa kima cha shilingi bilioni 15. Unazungumziaje? Hizo senti zitatumika ipasavyo ama kutakwenda kwendaje? Pesa kupeanwa, hiyo idadi ni idadi mzuri ambayo unaweza tenga kuwekeza katika spoti. Maana tukiwa na ile bajeti yenye inatosha, tunatumai mambo yatafanyika vizuri kuanzia kwa spoti na hayo mambo mengine ambayo yanahusika na spoti. Sasa naona pale ambapo serikali ilitoa hiyo budget ilifanya jambo la busara. Na sasa kazi imebaki kwa wale ambao walipewa ile pesa. Unajua kuna wale wenye wanaweza pewa pesa lakini pesa imetoka lakini nikaa haifiki. Sasa inafaa hiyo pesa yenye imepeanwa ifanye hiyo kazi yake ambayo ilikuwa imetengewa kufanya. Na unaona ni yani upande upi ndo labda utengewe, ama Wizara ya Michezo ikizipokea hizo senti ni wapi iweke mgao mkubwa angalau kwa kisha, maana tuna soka, tuna riadha, tuna ndoni, tuna michezo mbalimbali. Ni kupi unaona ya kwamba kunahitajika pesa nyingi na angalau kuokoa sekta hiyo ama upande huu? Ni kidhani sekta ya sport ndiyo inakuwa ya mpira, soka ndiyo inakuanga na shida mingi. Sasa ingekuwa jambo la busara wapewe idadi kubwa ya pesa kulinganisha na zile department zingine za sporti. Lakini inabidi waangalie waone vitu vipi ambavyo vinafaa kurekebishwa katika ulingo wa sporti. Maana tukisema watengeneze viwanja, unajua viwanja za Kenya si ati ni kiwanja ya kucheza tu mpira pekee. Kuna uwanja moja ambayo inatumika na wanariadha, inatumika na mbalimbali. Sasa wakitengeneza zile facilities ambazo zinasaidia wale wote ambao wako katika sekta ya soka na ndondi pia na wale wengine ambao wanacheza hizi michezo za ndani ya mijengo kama badminton, tennis, pia itakuwa bora zaidi. Na tukizungumzia ndondi, nadhani baadaye mwaka huu ama mwezi huu nadhani kutakuwa na ile michezo ya African Zone 3 Boxing Championship. Na tuna Mkenya ambaye anaitwa Christine Ongare. Hiyo michuano itafanyika kule DRC Congo. Labda unaizungumzia vipi? Maana ndondi tangu alikuwa anaitwa Conjestina Achieng, tangu aondoke hatujaona masuala ya ndondi yakitiliwa manani sana. Yani ni kama yalienda yakapuuzwa kidogo. Unazungumziaje kurejea sasa kwa ndondi, maana Mkenya yuko hapa na hiyo michuano itaandaliwa kule DRC Congo? Ni hali ya afueni kwa wale ambao ni mpenzi wa boxing ama ndondi ukipenda kwa Kiswahili. Maana tukiwa katika ile hali ambayo tumepata yule mtu ambaye atatuwakilisha kimataifa, pia inakuwa afueni kwa wale ambao pia wanapenda ile sport. Maana wanaona kuna uwezekano na bidii zao hazitaenda hivyo, maana serikali imeona ni jambo la busara kuinvest kwa hiyo area ya boxing. Watu waende wa represent Kenya. Alafu pia tunataka kumwambia ama kutuma habari zetu za kongole kwake, maana si rahisi Christine Ongare si rahisi kuchukuliwa kwenda kurepresent nchi yako. Na tunatumai ataendelea kupeperusha bendera ya taifa katika vigezo vya hali ya juu. Maana Wakenya tunapenda ushindi. Kwa hivyo Kenya siku zote tunapenda ushindi. Tunapenda ushindi kabisa. Ushasema mwenyewe. Na tukiachana na ndondi, kuna masuala ya raga ambayo ilinidokezea awali, ukaniambia kwamba weekend hii hiyo kesho na Jumapili kule Singapore utakuwa na michuano ya rugby sevens. Na kwa maana hiyo tupate lile jedwali ambako timu zimepangwa, tuone angalau ni timu zipi zitakutana na zipi. Na Lamek, labda utatusomea baadhi ya ambavyo hizo timu zimepangwa, na mwelekezi wetu labda atatuwekea hilo jedwali angalau ndo tuyapitie, tuchambue kwa kiduchu tu. Kwa hivyo ni michuano ambayo inaanza hiyo kesho kule Singapore. Nikidhani ni hapo kesho tarehe 9 hadi tarehe 10. Na jedwali la timu imegawanyishwa katika makundi manne. Kuna kundi A, B, C na D. Katika kundi A kuna timu 4. Tuseme
kuna timu 16 na zimegawanywa katika makundi manne. Hivyo inamaanisha kuwa kila kundi lina timu 4. Kundi la kwanza la A kuna South Africa, majirani wetu kule Afrika. Kuna United States of America. Alafu kuna nchi yetu Kenya pia iko katika lile furushi. Alafu pia tuna Canada pale katika hilo furushi. Na labda tukiangazia kuna Afrika Kusini nao pia ni wazuri sana. Ni wazuri sana kwa mchezo wa rugby. Na Marekani ni wazuri pia. Na ukiangalia hizo timu zote ambazo zimewekwa na Kenya ni timu ambazo si chache sana vile. Zimebobea. Kuna Afrika Kusini, kuna Canada na South Africa na Marekani na Kenya yenyewe. Unazungumziaje Kenya? Kuna matumaini maana si mara moja Kenya imekutana na Afrika Kusini pia na Canada, hata Amerika hiyo. Unajua hili kundi ni kundi gumu sana. Kwanza ukiangalia South Africa, United States na Canada. Wale ni watu ambao ukiangalia zile ratings zenye zimefanywa na shirikisho la rugby ulimwenguni zimeweka katika hatua za hapo mbele ukilinganisha na hatua ambayo Kenya imewekwa. Sasa inamaanisha kuwa hili kundi Kenya hapa hivi ako katika hali ya mshike matata kabisa kwa kwake. Kenya tu mashakani lakini unajua mchezo ni venye umejipanga na venye umefika uwanjani. Uweze sema tu juu mtu ni mkali unaanza kumuogopa hata kabla mwanze kupambana na yeye. Ujui pengine utashinda, lakini acha tuone venye itakuwa. Unaweza dhania kuwa Kenya haitafaulu katika hili kundi, upatwe na mshangao kuwa imefaulu katika hili kundi. Sasa hakuna haja kukata kauli mapema kabla kuona mchezo ukisakatwa. Na kundi bali linajumuisha wapi? Kundi bali niko na Australia, kuna Uingereza hapa, kuna Uhispania na kuna Samoa pia. Hapa hivi tishio ni Uingereza. Na hata hiyo Samoa maana na Samoa pia ni timu mzuri. Sasa hapa shida ni kwa Australia na Uhispania. Alafu kundi cha lina Argentina. Kuna Scotland hapo pia katika hilo kundi. Alafu kuna Wales na kuna New Zealand. Hapo nadhani New Zealand hata hiyo na hata Argentina pia ni wazuri. New Zealand ni wazuri sana. Kundi la D lina Ireland, kuna Ufaransa, kuna Japan na kuna Fiji. Naam. Katika hilo kundi hapa tishio ni Ireland na Fiji. Ufaransa na Japan hawapo. Ni kama watadenguliwa mapema. Alafu pia kwa faida za mtazamaji wetu, kuna hilo kundi ambalo lilikuwa limefanyishwa zile standings za rugby. Ningependa nilipitie kwa haraka. Katika nambari 1 South Africa ilipewa. Labda pia iwapo mwelekezi wetu analo atatuwekea katika nambari 1 kuna South Africa pale ikiongoza, inafuatiwa karibu sana na Argentina ikiwa ya pili. Ya 3 kuna Australia pale. Ya 4 kuna United States of America. Nambari 5 kuna Ufaransa. Nambari 6 kuna Ireland. Nambari 7 kuna Uingereza. Nambari 8 tunaye timu yetu ya nyumbani Kenya. Nambari 9 tunaye Mhispania pale akisimama pale namba 9. Namba 10 tuna Fiji. Nambari 11 tuko na Scotland. Na Kenya umesema tunashikilia nambari ngapi? Tunashikilia nambari 8. Scotland iko nambari 11, Canada nambari 12, Wales iko nambari 13, Japan iko nambari 14, Ujerumani iko nambari 15, Jamaica nambari 16, Samoa nambari 17, mwishowe anayefunga katika hilo kundi ni New Zealand. Kwa hivyo namba 1 umesema ni South Africa. Afrika Kusini tumepangwa nao katika kundi moja. Na Kenya tunashikilia nambari 8, lakini nadhani hatuko mbaya, tuko pali pazuri ukiangalia kulinganisha na hizi timu zingine. Kwa hivyo hiyo michuano itasakatwa kuanzia kesho na Jumapili kule Singapore. Kwa hivyo labda tuitakie kila laheri timu ya taifa. Kenya. Na najua sidhani kama itakuwa iwapo kuna timu mbili ambazo zitafuzu kutoka kundi hilo,
Salo, ndizo itakuwa moja yao hizo timu ambazo zitakuwa zimefuzu. Kenya na Afrika Kusini ama Kenya na Canada ama na upendi Marekani yafuzu pia wewe? Marekani ndio ni wazuri, lakini pia Canada ni wazuri zaidi kualiko. Ama pia Kenya na Marekani ama yoyote yule bora Kenya akue. Lakini naonelea vizuri ya kwamba hizi timu za Afrika mbili ambazo ziko katika kundi zifuzu zikiwa zote mbili ziende, na ukiangalia hizo nyingine ambazo zimesalia ni za Amerika kule. Za Amerika zote majirani wamechukua majirani wakaweka hapo, na pia wakachukua majirani huko wakaweka pamoja. Kwa hivyo itapendeza sana iwapo Kenya na Afrika Kusini watafuzu, itakuwa furaha. Kwa hivyo tukiachana na masuala ya raga, basi tunaingia moja kwa moja katika ligi kuu ya humu nchini. Tuiangazie ndipo tuende ligi ya Kenya kwanza. Na tukianza, mtazamaji, tunaangazia mechi za kesho Lamek. Kesho kutakuwa na Tusker ambao watacheza na Gor Mahia Tusker na 9 majira Afrika Mashariki. Mechi nyingine itakuwa ni Kariobangi Sharks wakipiga na KCB, wanabengi wa KCB kuanzia saa 9, na Polisi watapiga dhidi ya Talanta FC kuanzia saa 9. Michuano yote hiyo itakuwa ni saa 9. Na labda hiyo ndio michuano ya kesho. Ukiangalia mechi kubwa itakuwa ni Tusker na Gor Mahia. Tusker wako nambari 2 katika jedwali, alama 42. Unaiangazia aje hiyo mechi? Hiyo mechi itakuwa mechi ya maana ukiangalia Gor Mahia pia ni watu ambao hatuwezi wachukulia hivi. Tunawajua ni wale watu ambao wamecheza mpira na wanajulikana, na hata wakicheza na timu yoyote ile hapa nchini Kenya kuna kwanga wako na upato mkubwa wa kushinda ukilinganisha na zile timu zingine. Na pia ukiangalia katika nafasi nyingine pia Tusker, unajua kukua katika kuwa nambari 2 katika jedwali pia si mchezo. Inamaanisha umetia bidii, umetia juhudi zako, uko na njia yako ambayo imekusaidia na umeshinda mechi mingi, manake uko pale juu. Sasa hiyo mechi itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ya kukata na shoka. Sasa kwa wale ambao watakuwa available, tafadhali tuende tuiwatch. Unaweza tuenda kwa uwanja watch huko hivyo. Uwanjani, maana siku hizi mechi za Kenya hazioneshwi kokote. Unaweza tuende watch kwa uwanja pale live, ujionewe mwenyewe, usingoje kuambiwa story. Itakuwa mechi ambayo itakuwa ya kufurahisha na itakuwa mechi mzuri. Na tukiangalia pale itakuwa ni ubabe fulani ambao Gor Mahia itakuwa inadhihirisha kuwa bado wale ni Gor Mahia tu ambao tunajua. Na Tusker katika upande mwingine pia atakuwa anaonyesha kuwa yeye ni Tusker, maana ako nambari ya 2. Lakini naona pala hapo hivyo hiyo mechi naona kama itakuwa ni mechi ya kwenda sare ama watakuwa wanafungana bao. Haitakuwa mechi rahisi. Sare ya kufungana tu. Na kwa wepesi Kariobangi Sharks na KCB kuanzia saa 9. Pale nitampea mwana KCB. Maana ukiziangalia hizo timu zote mbili hamna yeyote ambaye yupo katika 5 bora. Ama KCB ama Kariobangi Sharks. Wote wapo, lakini unajua KCB wanakuanga wazuri ukiwalinganisha na Kariobangi Sharks. Unajua uwezo wao, ni timu ambayo imejitambua, ni timu ambayo hata wewe mwenyewe ukiona venye inacheza hauwezi linganisha uwezo wake na Kariobangi. Pia ukiangalia katika hiyo sekta ya mfuko, KCB wako vizuri kulinganisha na Kariobangi Sharks. Mechi nyingine itakuwa ni Wanapolisi wakipiga na Talanta FC kuanzia saa 9 alasiri hiyo kesho. Hapo hivyo ukiangalia si mechi rahisi, lakini Mwanapolisi ako na uwezo mkubwa wa kushinda ile mechi ukilinganisha na mwana Atalanta. Kwa hivyo tumpe Polisi kuangaisha Talanta. Angaishe raia wa Talanta. Na Jumapili kutakuwa na Nzoia Sugar watacheza dhidi ya Bandari FC. City Stars watapiga dhidi ya Ulinzi Stars. Mtazamaji, Wazito FC watamegana na AFC Leopards. Kuanzia mechi zote zitakuwa kuanzia saa 9 majira ya Afrika Mashariki, saa 9 alasiri hiyo. Na labda kabla tuangalie jedwali, Nzoia Sugar Bandari, tunajua Bandari ni timu ambayo ina uzito. Mechi hiyo unaizungumzia vipi? Hapo hivyo naona Bandari watashinda ukilinganisha na Nzoia. Kuna City Stars, Ulinzi Stars. Pale Ulinzi Stars ako katika hali bora ya kushinda mechi hiyo mechi.
Kisha kuna Wazito FC watacheza dhidi ya AFC Leopards. Wazito wamegeuka kuwa wepesi siku hizi. Hapo hivyo upato mkubwa utaendea timu ya FC Leopards. Naam. Na kwa wepesi tukiangalia jedwali, mtazamaji, ambao wanashikilia nambari moja ni Kakamega Homeboyz wakiwa na alama 52 wakiwa wamesakata michuano 44. Tusker FC wana vileo wanashikilia nambari 2 wakiwa na alama 42, michuano ni 22. City Stars wana funga tatu bora, alama 41, michuano ni 24. Gor wana alama 41, nambari 4, michuano 23. Posta Rangers wakiwa nambari 3 ama 5 mtazamaji, wana alama 38, michuano 24. Na AFC Leopards, amini usiamini, wanashikilia nambari ya 10. Wametoka nambari 12 sasa hivi. Alama ni 31, michuano ni 23. Na kule mkiani kawaida ni Mathare wapo pale na alama 11, michuano 24. Mathare United yao. Na ni kipi ambacho kinakushangaza katika jedwali Lamek ukiangalia, maana Mathare wao waliamua kwamba ni mkiani tu? Mathare mimi unajua amenishangaza. Mathare si timu ambayo tumezoea huko chini. Ni timu ambayo tumezoea ikiwe nne bora, ama ikienda sana ikiwe hapo katika nambari 5 kupanda. Lakini unajua mpira ni mpira siku hizi, na mishangao ufanyika wanajikuta wakiwa huko kileleni, kitu ambacho hatujaiona ikifanyika. Na unaizungumzia aje hii AFC Leopards ambao wana alama 31, nambari ni 10? Leopards pia hiyo si nafasi yao ambayo tumezoea. Leopards ni wale watu ambao tulikuwa tumewazoea wao kuwa na wanakimbizia kubeba ligi, lakini unajua shida nyingi huwa hufanyika, na pia inalingana venye kujipanga mmejipanga. Sasa hiyo ni shida ambayo iliwapata, wako katika pahali ambapo hatujawazoea kuwa. Wako pahali popote ambapo watu tumezoea kuwaona pale. Mtazamaji, ni ligi ya humu nchini na masuala mengine mbalimbali. Tukirejea sehemu ya pili, tutaangazia michuano ama matokeo ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya ambayo ilisakatwa katikati mwa wiki, na kadhalika tutaangazia ligi mbalimbali nchini Uingereza, tukiangazia dozi ama tetezi zile za uhamisho. Kwa hivyo makala hewani ni Mishemishe Viwanjani, Ijumaa ya tarehe 8 Aprili 2022. Usikwende mbali, maana muda si muda tunarejea tena. Mishemishe inazama, tunazuka, usikwende mbali. Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358.
kabisa tena mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha katika sehemu ya pili ama awamu ya pili na ya mwisho ya makala Mishemishe Viwanjani Jumaa ya leo, tukiangazia masuala mbalimbali kuhusiana na michezo mbalimbali, iwe ni riadha, raga na mchezo wa soka. Mie ni wako Kaka Tom, kijana mkomavu kispoti, ni naye Lamek studioni. Na sasa hivi Lamek, tunaingia katika michuano ya kule tunasema majuu kule Ulaya na kwingine, na tukiangazia lile kombe la masikio marefu. Lakini kabla hivyo basi, mtazamaji, una nafasi ya kutagusana nasi katika mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, Twitter ni @SkyCableTV Kenya, kadhalika YouTube ni Sky Cable TV Kenya, nami ni pate Kaka Tom Ogega katika FB. Na Lamek, basi tuingie moja kwa moja katika kuangazia michuano ya ama matokeo ya Champions League. Na mechi za Jumanne ni Benfica wakicheza na Liverpool na Liverpool wakiwa ugenini wakaicharaza ile Liverpool ama wakaishinda Benfica mabao 3 kwa moja. Hapo hivi ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa tu kitu shua, Liverpool ilikuwa ishinde. Lakini idadi ya mabao ndio haikuwa inajulikana ilifaa ifunge mabao mangapi. Maana ukiangalia uzito wa Liverpool ukilinganisha na uzito wa Benfica, ni watu ambao huwezi weka katika daraja moja. Liverpool wako na uwezo mkubwa ukilinganisha na Benfica. Ingawaje Benfica walijaribu, lakini mwisho wa siku Liverpool ilikuwa tuishinde. Na walikuwa kwa nyumbani, kumaanisha kwamba awamu ya pili ama mkumbo wa pili wakiwa kule Anfield, basi mambo yatakuwa magumu kwao zaidi. Lakini unajua, unaambiwa kwamba mtaweza badilisha mambo licha ya kwamba watakuwa ugenini siku hiyo. Siku hizo unajua hata ukue nyumbani ukue ugenini, siku hizi hayana ile sheria ilibadilika. Watafunga mabao mengi, itakuwa bora kwao. Labda warudi mchezoni ama wazamishwe kabisa. Na mechi nyingine ya hiyo Jumanne ilikuwa ni Man City wakicheza na Atletico Madrid, na City wakapata ushindi wa finyu bao 1-0. Hiyo mechi ilikuwa ni mechi ambayo wale ambao mliitazama, ilikuwa ni mechi ambayo haifurahishi hata kidogo. Maana jinsi ambavyo Atletico Madrid walikuwa wanacheza ile game kwa kimombo tunaitwa defensive game. Walikuwa wamejihami kuweka tu ulinzi katika eneo lao, hakuna kwenda mbele. Hata ukiangalia ni mechi ambayo ilirecord acha niseme kwa kizungu, ilikuwa mechi ambayo it only Real Madrid recorded 0 attempt shot on attempt. Yani hakuna pale ambapo unaona Atletico Madrid wakishambulia, hata hawakuwa na kona yoyote, hawana foul kwa box ya Man City. Lakini Man City nao pia walicheza vizuri, maana nafasi walikuwa nazo, lakini walikuwa wanajaribu kuvunja hiyo ukuta ambayo ilikuwa imewekwa na Atletico Madrid, na ikazaa matunda, maana walipata bao moja ambalo ni faida kwao. Maana wakienda kule kucheza kwa kina Atletico na wako na ile tunasema advantage, walishinda katika msururu wa kwanza. Wafunge lingine moja, watakuwa na nafasi mzuri nusu finali. Na ukiangalia Jumatano, Chelsea the Blues ambavyo wanasema walikuwa kwa nyumbani kule Stamford Bridge wakicheza na Real Madrid. Na wakiwa nyumbani waliangaishwa na Brentford, na pia wakakuja wakaangaishwa na Real Madrid. Sasa tunajiuliza shida ya Chelsea ni nini? Mafano wa Chelsea, mtuambie shida yenu ni nini? Mbona mnapigwa mara mbili mkifuatanisha hivyo? Mtueleze shida ni nini? Waseme, lakini unajua wamekuwa na mambo mengi. Wadhamini wakaondoka. Kile kilabu kinataka kuuzwa, sijui kama mnunuzi alijitokeza. Bado hayupo. Alafu pia ukiangalia coach wao Thomas Tuchel pia kuna hizi shida za kifamilia, ambapo amepewa talaka na bibi yake. Pia hiyo tunasema inaweza changia kuwa na mawazo ambayo yanaweza fanya
asipate kuconcentrate kwa mpira ukikombea na kama alikuwa akayaleta katika timu na wakazamishwa. Lakini pia tukiangalia tu hii timu ya Chelsea, ni mechi ambayo walicheza na Real Madrid pia. Real Madrid ilikuwa katika upande mzuri, maana ilikuwa inashambulia sana ukilinganisha na Chelsea, maana waliona kulikuwa na shida katika hiyo safu ya ulinzi ya Chelsea. Na Real Madrid pia ilitumia kwa ubora zaidi kupata matokeo mazuri kutoka kwa udhaifu wa Chelsea. Pia goalkeeper wa Chelsea Mendy, kuna bao ambazo alifungwa ambazo ukikaa chini ukianza kufikiria unaona kwani huyo goalkeeper haikuwa siku yake hiyo. Unaona huyo goalkeeper shida yake ni nini? Haikuwa siku yake pia. Na labda kuna matumaini kwa Chelsea wakienda kule ni Santiago Bernabeu. Kuna matumaini maana yake wanahitaji tu bao mbili wakienda kule. Wakishinda tu bao mbili watakuwa mchezoni. Itakuwa ni sare. Naam. Lakini sidhani kama wanayo. Na siku hiyo ya Jumatano Villarreal walicheza na Bayern Munchen na wakashinda hiyo Munich moja kwa nunge. Na Bayern siku hizi ni kipi kinaifanyikia? Ukiangalia Bayern ni timu ambayo siku hizi hawaeleweki kabisa. Maana ukiangalia katika hiyo safu yao ya ulinzi, kuna wale watu ambao hawachezi venye tulitarajia wacheze. Alafu pia nikiangalia katika hiyo safu yao ya ulinzi, kuna mchezaji anaitwa Nicolas Sule ambaye ni mchezaji ako pale Bayern, lakini alikataa kuongeza kandarasi ya kucheza pale na amesign kwenda Dortmund. Sasa Bayern kuna ile shida ambayo management na hao maplayers wao, player wengi unaona wanatoka tu wakienda hivyo ambao hatukuwa tunatarajia wataachwa wataenda. Na pia Bayern mpira siku hizi ni ngumu. Ukiangalia Emery si tunaona ni coach tu yule ambaye unaweza mdharau na kumpuuza. Ni coach ambaye anajua kucheza katika timu ndogo na kuzifanya ziwe timu bora kabisa. Ukiangalia kwa mara ya kwanza akiwa na Villarreal aliwasaidia wakashinda taji la Europa, kitu ambayo hatujaitarajia watafanya. Alafu pia ukiangalia katika round of 16 aliweza kuchapa Juventus 3-0. Sasa huwezi sema ni timu ambayo inaangukia, ni timu ambayo iko na wachezaji wengi ambao walikuwa wanacheza Premier League lakini hawakuwa wanacheza vizuri, lakini venye wamepata coach mzuri ambaye ni Emery amewafufua ile uchi wa kutaka kucheza kabisa. Tunaweza angalia kuna mchezaji mmoja alikuwa Bournemouth anaitwa Danjuma, kuna Coquelin ambao ni wale tu wachache ambao naangalia walikuwa Premier League lakini walikuwa wanacheza tu average football, lakini tangu hawachukue sasa wanacheza mchezo mzuri. Na pia yeye ni kocha ambaye ako na tactics zake mzuri za kudefend vizuri, na pia akonayo kule mbele wana defend lakini wanapata zile mabao ambazo zinasaidia timu kwenda mbele. Na ukiangalia sasa, tukiangalia haya makundi mawili, maana kuna zile mechi za Jumanne na Jumatano. Ukiangalia Jumanne Benfica Liverpool, akina nani ndo watadenguliwa nje licha ya kwamba Liverpool wana nafasi nzuri pale? Naona Liverpool itaendelea katika semis. Na City na Atletico, hiyo bado ni mechi ambayo ingali mbichi. Huwezi jua ni nani ambaye atafuzu kwenda kiwango kingine. Nusu finali. Maana Atletico nakumbuka kuna mwaka fulani ambao walikuwa wameenda sare na Liverpool kwao, wakakuja Anfield wakatoanga Liverpool. Sasa ni timu ambayo huwezi ipuuza. Ni timu ambayo inajua kucheza vizuri kwa ili shindano la Champions League. Sasa hapa itakuwa ngumu, hatuwezi sema nani atafuzu, italingana venye watacheza Jumatano. Kwa hivyo iwapo itatokea kwamba Chelsea wameishinda Madrid na City wameishinda Atletico, basi timu za Uingereza zitakutana katika semis. Zitakuwa ni semi finali. Na kadhalika labda Liverpool watamenyana na tuseme Villarreal ama Bayern, mmoja wao kati ya hao. Kwa hiyo ndo yalikuwa hayo matokeo, na baadaye tutangazia ile michuano ya Europa League na utatufahamisha ambavyo kulienda. Lakini kwa wepesi tuangazie matokeo ya ligi kuu nchini Uingereza, maana siku ya Jumatano Burnley
cheza na Everton na wakawachapa wakashinda mabao matatu kwa mawili. Na Crystal Palace, mtazamaji, walicheza na Arsenal, ilikuwa Jumatatu usiku, wakainyeshea Arsenal mabao matatu kwa sufuri. Hiyo kesho Jumamosi Newcastle itamenyana na Wolves, mechi ambayo itaanza saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki. Kisha Jumapili Everton itawakaribisha Man U, na Watford wataikaribisha Leeds, na Southampton wataikaribisha Chelsea. Kadhalika Arsenal wakiwa kwa nyumbani Emirates wataikaribisha ni Brighton. Na baadaye mwendo wa saa 1:30 usiku Aston Villa watamenyana na Tottenham. Sasa mechi kubwa ambayo itakuwa ni kati ya Aston Villa, Tottenham na Everton na United. Tukiziangazia hizo mechi mbili za kesho. Mechi mbili za kesho ni kati ya Everton na Manchester. Man U, Aston Villa, Tottenham. Aston Villa Mwanzo tuanze na Everton na United kwa kifupi tu. Pale kwa Everton na Manchester ni mechi ambayo itakuwa mechi ya maana sana kwa timu ya Everton. Unajua Everton ni timu ambayo imedidimia, ni imekuwa ikipigwa hapa na pale. Na pia ukiangalia wako pale ambapo wanaitwa relegation zone na alama moja tu, wameepuka relegation zone na alama moja. Manake wakipigwa kesho alafu wale ambao wako chini yao washinde watakuwa wanazama chini yao. Sasa itakuwa ni mechi ambao watakuwa wanajituma sana, watakuwa wanataka waende relegation. Alafu pia ukiangalia ile upande ya Manchester, pia Manchester unajua wanataka kuwa kwa nafasi 4 bora wacheze Champions League. Na pia imekuwa hali ambayo kuna ushindano mkubwa kati ya zile nafasi, maana kuna Arsenal pale, kuna Everton pale, kuna Tottenham pale, na pia kuna West Ham pale. Sasa inabidi kesho washinde ndio wapate kutoshana alama na wale ambao wako pale juu yao. Sasa itakuwa ni mechi ambayo itakuwa na mambo mengi juu kila timu itakuwa inataka kucheza kwa kushinda, si kucheza kupoteza alama, maana kila alama itakuwa alama ya maana kwa zile timu zote ambazo zitakuwa zinacheza pale katika hiyo mechi ya Everton na Manchester. Kwa hivyo timu zote zitaingia uwanjani zikiwa na ule msukumo ya kwamba lazima tupate alama. Wapo kule chini, hatari ya kushushwa. United wanataka wamalize labda 5 bora. 4 bora, hata si 5 bora, 4 bora. Na sasa hivi ukiangalia wapo nambari ya 8. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ngumu. Aston Villa wataikaribisha Tottenham. Mechi ya Tottenham na Aston Villa pia itakuwa ni mechi ambayo itakuwa na mvurutano mkubwa sana. Tottenham unajua saa hii wamekalia nambari 4. Na ukalia pale nambari 4 wametoshana alama sawia na Arsenal, lakini kitu ambacho kimeweka mbele ni wingi wa mabao. Na kucheza na Aston Villa si timu ambayo unaweza ichukulia tu hivi, maana tumeona wakitandika timu kubwa ama wakiforce draw. Ni timu ambayo iko na squad mzuri na pia iko na coach mzuri ambaye anajua chenye anafanya katika hiyo timu. Hata kama juzi walipigwa na Wolverhampton, haimaanishi tena watapigwa, maana ni timu ambayo haitaki kupoteza alama. Pia ni kocha anataka kutengeneza jina, maana season ikiisha pia anataka wakuwe katika hali mzuri ambayo watakuwa na sign wachezaji wazuri. Lakini kesho ni lazima tu Tottenham washinde ili kuhifadhi hiyo nambari 4 ambayo wanashikilia. Na sasa labda mechi ambayo itakuwa ni mechi ya kukata na shoka hiyo Jumapili itakuwa ni Liverpool na Manchester City. Na Man City watakuwa kwa nyumbani. Man City watakuwa nyumbani. Na hiyo mechi ndio huenda ndio ikaamua nani atakayenyakua ligi. Licha kwamba ukiangalia Liverpool baadaye watakuja kukutana na United, lakini wapo watashinda kesho basi watakuwa na ule msukumo wa kushinda ligi. Unaiangazia vipi hiyo mechi? Hiyo mechi itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu sana. Juu ukiangalia wale makocha wote na zile timu zote, si ati ni timu ambazo ni hafifu. Liverpool ni watu ambao wanajua kushinda, wanajua kupata alama za muhimu za kushinda ligi. Pia ukiangalia Man City ni ile timu ambayo inajituma, inataka kubeba taji. Sasa itakuwa mechi ngumu. Sasa hapo kitu ambacho kitaamua ni nani anashinda ni venye kocha atapanga tactics zake kukaunta coach mwenzake, na pia wachezaji wakiwa pale uwanjani jinsi ambavyo watajituma
itakuwa mechi ngumu. Ukijituma vizuri unashinda mapema. Itakuwa ni kuzuia na kufunga, ni kuzuia na kufunga. Maana unaweza enda kufunga na usahau hujazuia ufungwe, na unahitaji alama 3 za muhimu za kubeba ligi. Lakini unaona hapa hivi pia kuna jambo ambalo nimekuja kuona kuhusu Liverpool na City. Man City. Wote wako katika Champions League, wanataka wabebe hilo kombe la Champions League. Pia nyumbani wanang'ang'ania ligi. Sasa mwenye atachapwa kesho atakuwa anaachana na mambo ya kufikiria ligi, aanze kufikiria kubeba Champions League. Sasa hatujui ni nani ambaye atapigwa ndiye aanze kufikiria kubeba Champions League. Lakini ukimwangalia Guardiola, unajua tangu aingie City msimu uliopita alifika finali akapigwa Chelsea, wakashindwa 1-0. Kwa hivyo labda na ile nia ya kubeba Champions League na Man City mara moja, maana tangu aingie City hajaibeba. Pia hapo hivi unajua kuna msukumo wa coach. Guardiola ni kocha ambaye amekuwa na ubora wake na anatambulika dunia mzima. Lakini Man City wanahitaji kitu kimoja ambacho hajaipata kwa historia yao, kushinda Champions League. Hiyo peke yake tu ndio wanahitaji, na Guardiola ndio kocha ambaye anaweza shinda hiyo Champions League nao. Kwa hivyo tungoje tuone mechi ya Jumapili, alafu tuangalie tena ya mechi ya ni Jumatano. Jumatano na Jumanne. Tukiangazia jedwali la ligi kuu nchini Uingereza, mtazamaji, City wapo kidedea kwa alama ni 73, michuano 30 wameisakata. Liverpool wanashikilia nambari ya pili, kasoro ni alama moja tu. Ule mwanya kati yao na wanaoongoza ni alama wapo na alama ngapi? Alama ni 72. Kwa hivyo wanashindiana na alama moja tu. Michuano ni sawa 30. Chelsea alama ni 59, mwanya mkubwa huo, na michuano wamecheza 29, kumaanisha kwamba wanao mechi moja mkononi. Tottenham wanashuka nambari ya 4, alama ni 54, michuano 30, na Arsenal wanahitimisha 5 bora, alama ni 54, michuano 29. Kwa hivyo wao na Tottenham ambacho wanashindiana tu ni ule wingi wa mabao. Na United wanashikilia nambari ya 7 wakiwa wamesakata michuano ni 30, alama wanazo ni 51. Na kule chini walioko katika hatari ya kushushwa daraja wakwenda kule divisheni ya kwanza ni Burnley nambari 18 wakiwa na alama 24, michuano 29, na Watford wana alama 22, michuano 30, nambari ni 19, na Norwich City wanashikilia mkiani kule wakiwa na alama ni 18, michuano 30. Kwa hiyo Lamek, mambo ndo hayo nchini Uingereza. Na labda kabla tuingie katika nchini Hispania kwa wepesi, maana muda pia unakwenda, tuangazie michuano ya Europa ambayo ilisakatwa jana. West Ham ilipiga na Lyon na wakatoka sare. Labda matokeo mengine yalikuwa yapi? Matokeo nitasomea mtazamaji hapa. Na hiyo mechi ya West Ham na Lyon wakitoka sare. West Ham na Lyon walitoka sare ya 1-1. Unajua mechi za Europa nyingi zilikuwa ni zile tu za 1-1. Isipokuwa tu ile mechi ya Braga ambao waliwashinda Rangers 1-0. Frankfurt walitoka sare ya 1-1 na Barcelona. Alafu Atalanta walitoka 1-1 na RB Leipzig ya Ujerumani. Alafu pia kuna mechi ambazo zilikuwa zinachezwa za Europa Conference League. Pale jana kulikuwa na Feyenoord ya Netherlands ilikuwa inacheza na Slavia Praha na zilitoka sare ya 3-3. Alafu pia kuna shangao ambalo lilimkuta the special one Jose Mourinho. Kapigwa 6-1, tena kakuja kapigwa 2-1. Timu ya Bordeaux kutoka Norway iliitandika timu ya Italia ya Roma bao 2-1. Marseille waliwacharaza 2-1 PAOK. Alafu timu ya Uingereza Leicester ilitoka sare ya 0-0 na PSV Eindhoven.
Na West Ham wakatoka sare ya moja Sare kwa ya moja moja na kwa Lyon, maana moja. huu mchuano ndo ulikuwa na uzito West Ham na Lyon. Hivyo ndivyo yalivyokuwa, mpenzi mtazamaji, mambo kuhusiana na ligi ya Uroba na ile michuano ya Conference League. Na kuna ile michuano ya CONCACAF kule Amerika, labda tufahamishe ambavyo jedwali imepangwa imepangwa. timu. Acha niangalie pole kidogo. Ni michuano ambayo itangwananga kuanzia lini? Ni bado wakati haujajulikana. Kwa hivyo labda ni kaa tu, unaona hii nini Europa National League. Pia sasa wale wa nini zile country za America pia wameform league yao inaitwa CONCACAF National League. Na iko na timu ni 12 na zimegawanywa katika makundi manne. Hivyo basi kila kundi liko na timu 3. Ana kundi A kuna Mexico, kuna Jamaica, then kuna Suriname. Nchi ambayo inaitwa Suriname, najua wengi hata hatuijui, mimi ninaionea hapa lakini ni nchi pia tu. Kundi B kuna Costa Rica, kuna Panama na kuna Martin Q. Hiyo ni nchi gani? Unaijua? Kama geography tu kusoma. Historia tulisoma, lakini geography achia mbali. Kundi cha kuna Canada, kuna Honduras, alafu kuna hii inaitwa Curacao. Alafu kundi D kuna mengine ambayo labda pata uhuru hivi majuzi hata hatuyaelewi. Kundi D kuna United States of America, kuna El Salvador na kuna Grenada. Hiyo ndio ambavyo draw yao imetolewa. Kwa hivyo ni michuano ambayo itaanza hivi karibuni tutakuwa tunawaelezea kuhusu hiyo michuano na mechi zenye zitakuwa zinachezwa. Tutaangazia mengine zaidi kuhusiana na hiyo. Labda tutaangazia tetesi za uhamisho tukihitimisha na Uhispania. Katika tetesi za uhamisho imebainika kuwa Pep Guardiola ambaye ni coach wa City, Manchester City huenda akachukua nafasi ya kufanya ukufunzi kuinoa makali timu ya taifa ya Brazil kuanzia 2023 ambapo kombe la dunia litakuwa limeisha. Wanataka achukue nafasi ya coach wa Brazil. Alafu pia tulikuwa tunaangalia Declan Rice ambaye ni mchezaji kutoka West Ham, midfielder Mwingereza. Kuna Manchester bado na Liverpool wanataka kumchukua awachezee. Alafu pia kuna huyu Calvin Phillips wa Leeds pia. Manchester inataka wamchukue maana amebakisha mwaka mmoja katika kandarasi yake pale Leeds. Alafu pia tunaangalia Kylian Mbappe ambaye ni mchezaji wa PSG. Real Madrid bado inammezea mate, inataka imsign ikifika msimu ambao unajaa. Ama City ilikuwa na masuala ya kumnunua Neymar. Ilikuwa na Neymar lakini bado hawajataka. Alafu pia kuna Barcelona walikuwa wanafikiria kumbakisha Adama Traore ambaye walimtoa katika Wolverhampton na wanataka ikuwe ni permanent signing. Alafu wapeane Trincao ambaye walipeana Leeds kama swap deal ya Adama Traore. Ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo kwa hatima ya Cristiano kule United na Pogba pia maana Pogba pia huenda msimu kisha akaigura Manchester. Cristiano pia wakimaliza katika idadi ya nambari 4 kucheza Champions League atabaki, lakini wasipomaliza atakuwa anagura. Alafu Manchester United pia wanataka kumchukua mkufunzi wa Ajax mwenye anaitwa Erik ten Hag kuchukua nafasi ya Rangnick ambaye ni mkufunzi wa pale Manchester kwa kushikilia tu hadi msimu ishe. Maana wanasema msimu kisha wanataka wamchukue akue coach wao, akuwa anasaidia mashetani wekundu kunoa makali. Wanataka warudi pale ambapo walikuwa zile zama za kale.
Ndio hivyo mtazamaji, hizo ndo tetezi za uhamisho. Wachezaji wana zile pilika za kutoka timu moja kuelekea nyingine. Labda dirisha la uhamisho likikwisha funguliwa, tutaona mengine mengi zaidi. Nadhani ni kuanzia mwezi Juni, kuanzia mwezi wa Juni pale hapo ndio tutakuwa tunaona uhamisho ukifanyika kwa wingi, zile ondoka kuelekea timu nyingine mtazamaji. Kwa hivyo Lamek, kwa muda ambao tumesalia nao, labda tuangazie ligi ya Uhispania na tupitie jumbe za watazamaji tukitimisha makala ya mishemishe viwanjani. Na kule tukianza tu kule Uhispania, kuna mechi ambayo itachezwa leo. Sevilla watamegana na Granada kuanzia saa 4 usiku. Labda utatuambia michuano mingine ya weekend ukiangazia hiyo mechi Sevilla Granada. Pale ambao Sevilla lazima tu washinde, maana walikuwa nambari 2 lakini saa hii wako nambari 4 na lazima wabaki kwa hapo nambari 4 ndio waweze kupata nafasi ya kucheza Champions League msimu ujao. Sasa lazima tu washinde. Na mtazamaji, michuano mingine tukiendelea labda kuiangalia katika jedwali kule nchini Hispania La Liga, Real Madrid wanashikilia kidedea kwa alama ni 69, wamekwisha sakata michuano 30. Wanaoshikilia nambari 2 ni Barcelona wakiwa na alama 57, michuano 29. Kadhalika Atletico Madrid wapo nambari ya 3 wakiwa na alama 57 sawia na Barcelona wakiwa wamesakata michuano 30. Na Lamek, ukiangalia Uhispania ni kama hii ligi ni ya timu moja tu, maana ukiangalia ule mwanya kati ya nambari 1 na 2 basi ni alama 12. Hivi imebainika wazi kuwa msimu huu katika ligi ya La Liga Real Madrid ndio wako na upato mkubwa wa kushinda hiyo ligi. Nafasi zile zingine za 2, 3 na 4 zitakuwa zinapiganiwa na zile timu ambazo zinafuata kwa karibu, maana point 12 si point kidogo, zile ni mechi 4 na uwezi ishinda zile mechi zote 4 alafu unafikiria mwenzako atakuwa anapoteza zile zote 4 na zimebaki ni mechi 7 pekee zimebaki. Maana tumeingia katika mechi weekend tutakuwa tunacheza ni mechi ya 31. Itakuwa maana yake mechi 7 zimebaki. Naam, na ukiangalia kule mkiani kuna Alaves ambao wanashikilia kule chini mkiani wakiwa na alama 22, wamesakata michuano 30. Michuano mingine weekend hii michuano ya weekend na Sevilla na Granada. Tunaanza na leo usiku kuna Sevilla na Granada saa 4 usiku. Tuna Cadiz itakuwa inacheza na Real Betis hapo kesho kuanzia saa 9. Saa 11 na robo kutakuwa na Mallorca itakuwa inacheza na Atletico Madrid. Alafu Villarreal itakuwa inacheza na Club Athletic Bilbao pale kesho. Alafu Real Madrid itakuwa inacheza pia na Getafe kesho usiku saa 4. Osasuna itakuwa inacheza na Alaves siku ya Jumapili kuanzia saa 9. Espanyol itakuwa inacheza na Celta Vigo pia Jumapili kuanzia saa 11 na robo. Elche itakuwa inacheza na Real Sociedad kuanzia saa 1:30 pale Jumapili. Levante nao watakuwa wanacheza na Barcelona kuanzia saa 4 usiku Jumapili. Real Vallecano watakuwa wanacheza na Valencia Jumatatu usiku kuanzia saa 4. Naam. Hiyo ndo michuano mtazamaji kule nchini Hispania La Liga weekend hii. Na Hispania kule tumesema kwamba ligi ambako inaelekea kwamba Real itafika mahali labda wakisakata michuano 34 hivi watawaze kuwa mabingwa, maana ukiangalia nambari 2 labda kwa wepesi Lamek, tukiangalia Ujerumani kwa wepesi, labda utupe michuano ya weekend hii tukitimisha mishemishe viwanjani. Acha niangalie hapa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ambavyo nilikwambia awali, mitandao yetu ya kijamii ni Sky Cable TV kote, CFBC, Twitter, CIG na YouTube, na hashtag yetu siku zote ni Mishemishe viwanjani. Katika ligi ya Bundesliga ya Ujerumani, hapo kesho kuna mechi kadha wa kadha. Kuna Wolfsburg itakuwa inacheza samahani kidogo. Itakuwa inacheza, kuna hii timu ambayo itakuwa inaitwa
Stuttgart itakuwa inacheza na Dortmund. Hapo ni leo usiku kuanzia saa 3:30. Kesho kutakuwa na Fürth itakuwa inacheza na Borussia Mönchengladbach kuanzia saa 10:30. Cologne itakuwa inacheza pia ile masaa ya saa 10:30 ikicheza na Mainz. Bayern itakuwa inacheza na Augsburg kuanzia saa 10:30. Wolfsburg itakuwa inacheza na Arminia. Alafu Union Berlin itakuwa inacheza na Hertha Berlin. Na jedwali linasema vipi ukiingia ukurasa wa pili? Jedwali la Bundesliga. Jedwali Bayern wako kilele wakiongoza na pointi 66. Wanafuatiwa na Dortmund ambaye ni ya pili wakiwa na alama 57. Bayern Leverkusen wanafuata Dortmund wakiwa na alama 51. Red Bull Leipzig wanafuata wakiwa na alama 48. Alafu kule kileleni kuna Huth wanafunga Mkiani wakiwa na alama 16. Kuna Hertha Berlin wakiwa na alama 26. Alafu Arminia wako na alama 26 katika alama za huko chini. Naam. Kwa hiyo mtazamaji, ni Uhispania na Ujerumani ambako tumeangazia michuano mbalimbali. Labda kule nchini Uingereza timu yako huwa ni ipi? Timu yangu inakuanga kama kawaida Arsenal. Hii ambayo inapigwa sio? Si ambayo inapigwa, inapigwa tu mara moja, si kupigwa. Mara moja nini? Wamepigwa mara kadhaa. Ni mara moja tu. Tulikuwa tunashinda vizuri lakini unajua tukapata injury ndio tukaanza kupigwa. Lakini cha maana ni kuwa tuko juu ya ile timu ya kelele, timu ya kiburi, mimi sina wasiwasi. Yaani mnapiwa na Crystal Palace mabao 3 kwa yai, kisha unasema kwamba mko sawa. Tuko sawa. Unajua Crystal Palace ilichapa Tottenham, ikachapa Man City. Saa kama haijachapa timu yako ni ndogo. Na timu ya kelele ni ipi? Si unajua hao mafano wa Manchester wanajijua mayatima wa Alex Ferguson. Makelele mingi kila pahali. Asikusikie mtu. Sasa tunataka tukupime, tukuweke kwenye mizani. Wapo wewe ni shakiki wa Arsenal. Nataka utupe lineup ya Arsenal ya 11 bora. Lineup 11 kwa sekunde chache zaidi. Tukianza tuanze mlangoni kule. Mlangoni kuna Aaron Ramsdale kule. Kuna Aaron Ramsdale. Tukikuja kwa mabeki wa katikati, kwanza tunachukua Gabriel Magalhaes na tunachukua Ben White. Right back tunaweka Tomiyasu, left back tunaweka Kieran Tierney. Tukikuja pale katika midfield tunaanza na Thomas Partey akishika nambari 6, nambari 8 tunaweka hapo Granit Xhaka, alafu na mbele yao katika hiyo midfield tunaweka Martin Odegaard. Kwenye wings tunaweka Bukayo Saka kwa hiyo wing ya left, alafu wing ya right tunamweka Gabriel Martinelli, alafu mwisho tunamaliza na Papa Lacazette pale. Na kocha wenu anaitwa nani? Mikel Arteta. Mara ya mwisho Arsenal kuchukua ligi ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka wa 2004. Wakiwa na kocha yupi wakati huu? Tulikuwa na kocha ambaye alikuwa anaitwa profesa mwenyewe Arsene Wenger. Na Arsenal wamechukua ligi mara ngapi? Wamechukua ligi mara 13. Mara mwisho Arsenal kunyakua kombe la mabingwa wa Ulaya ilikuwa lini? Bado hawajachukua. Najua ulikuwa unakuja tu hapo. Ilikuwa mwaka gani? Bado. Haya, si neno. Na huko nchini Kenya timu yako ni ipi? Kakamega Homeboys. Tupe lineup yao. Sasa tukushike. Acha sijajipanga kutoa lineup bana. Yaani unakwenda kule nje uko na lineup ya Arsenal kwa kijwa, lakini huku Kakamega Homeboys timu ya nyumbani ambao tena ndo viongozi wa ligi huna. Wiki ijayo nitakuwa natoa lineup yote. Unadhani wiki ijayo haitafika? Itafika. Unajua leo tulikuwa tuanzie timu nambari 1 alafu tukuje na timu namba 2. Kwani namba 1 ni gani? Ni favorite ya EPL. Namba 1 ni City. Nasema favorite team yenye naipenda ya kwanza. Si neno lakini. Kwa hiyo tukimalizia Lamek, tulikuwa tunakuweka mizani kidogo tu. Raha ya kufunga nini makala ya leo. Jumbe 2-3 ukiangalia kwenye hashtag yetu ya Mishemishe Viwanjani.
ni wepi ambao labda wamerusha jumbe zao kule. Acha niwaangalie wasiseme watusomei urafa zetu tunatuma tu lakini hawasomi. Niangalie kadha wa kadha hapa. Ukiendelea kuangalia najua kwamba anaitwa nani yule Jeremiah Mwangi akiwa kule Thika hakosi kufuatilia makala. Kwa hivyo pasi na hata kuangalia najua kwamba anafuatilia makala. Anaitwa Lamek. Huyu ni shabiki wa Arsenal. Shabiki wa Arsenal huyo. Na wengine akiwemo kaka Walter Ungijo yule anafuatilia pia makala siku zote, licha ya kwamba sijui kama leo yeye anafuatilia, lakini najua anafuatilia, na wengine ambao wanazidi kufuatilia makala ya siku ya leo, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo tunasema shukran. Lamek vipi? Sema inaleta shida sana. Jumbe zimepotea nini? Napotea zinakuja zikipotea. Internet pia inaleta mchezo, lakini ni sawa tu. Arsenal yani mna mambo yenu nyinyi. Hiyo ndo Arsenal mtazamaji. Maneno yako ya mwisho labda kwa wale mashabiki wako kule mtaani unakokaa, maana jumbe zimekataa shauri yako. Ningependa kuwashukuru kwa kutazama tangu mwanzo hadi tamati. Alafu pia ningependa kuambia watu wakuwa wanajivunia tu timu zao. Alafu Thomas, si maswali ya kuniuliza maswali bila kumwambia mtazamaji wewe. Hii maswali ya kuniuliza bila kujipanga pia punguza kidogo. Alafu pia mafano wa Manchester weekend tunawategemea bana. Msituangushe. Mnawategemea na nini? Tunawategemea waende wachapu kama waende draw. Unajua tunataka tukue pale juu, si kama fan wa timu fulani. Sasa tunategemea wapige. Yaani mnataka wengine washinde ndio mpate nafasi. Si neno. Ukimalizia mitandao za kijamii kama kawaida mtanipata pale Facebook, Instagram na Twitter ni Lamek Prince. Tuongee mengi hapo inbox kuhusu sport na masuala mengine. Na weekend hii labda michuano utaitazama ukiwa wapi? Labda tutembee kule tupate yale maoni ya mashabiki. Mechi mara hii naona nikienda kuonea Thika na kuja huko kwenu. Weekend hii utakuwa Thika Haya, karibu. Kwa hiyo mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Hewe mtazamaji wetu kwa kufuatilia makala yetu ya siku ya leo Mishemishe Viwanjani. Tunakuambia kwamba shukran za dhati kwa niaba ya mwelekezi wangu Fiz akiwa upande wa pili, shukran jazila, na wote ambao wamehangaika kuhakikisha kwamba makala haya yanakujia kwa wakati na kwa njia iliyo shwari zaidi. Nawaambia kwamba shukran kwa kazi nzuri na safi ambayo mnaendelea kuifanya. Mimi na wewe tuonane siku ya Jumanne kwenye makala Mezani, lakini Lamek mtamuona tena hiyo Jumatatu katika makala ya Battalion mwendo wa saa 11 jioni, sio? Kwa hivyo mtampata kule. Zaidi majali wa juma lijalo Ijumaa kama leo tutakutana tena tukiangazia mengine mengi. Mie nimekuwa wako Kaka Tomo Gega, kijana mkomavu kispoti. Nikutakia wikendi nzuri viwanjani, nikiondoka na kuambia kwamba sio kila mshika kipenga ni refa. Kuonana ni majaliwa. Kwaheri.